Poa hiyo. Unaongea na wana unashika mikono wanachumba. Wewe sogea. Mbuzi achana nao. Bwaga masela. Unatadharau kijiweni. Bwaga. Oya usije kurudia hiyo kauli ya kutuambia kwamba baba yetu na mama yetu wangekuwa na sisi wanatafuta. Achana nayo. Moya mwanangu bwaga tu. Safi bana. Mkazi. Mke wangu, mbona sasa hivi umebadilika sana mke wangu, kuna shida gani? Nimebadilika? Wewe jioni kama umebadilika. Zamani mbona ukuwa hivyo? Ulikuwa unaamka mapema. Sasa hizi unachelewa kuamka mke wangu. Sasa hizi saa 5 kasoro ndo unaamka. Ndo unaamka sasa hizi mke wangu kweli? Eti mke wangu? Hapana mme wangu. Mbona mimi sijabadilika? Mke wangu, hakika unaniuzi sana. Saa 5 hii. Chai nakunywa saa ngapi mke wangu? Jamani, si chai unakunywa tu mume wangu sasa hivi. Sasa hapo ndakuwa nakula chakula cha mchana au cha asubuhi? Hata ni asubuhi saa 5. Mke wangu sasa umebadilika sana ise. Yaani umebadilika sana. Hapana mume wangu, sijabadilika. Sasa mume wangu, naomba hela ya marejesho ya vikoba. Unaomba hela ya marejesho ya vikoba? Ndiyo. Kwani mke wangu una vikoba vingapi? Si viwili tu. Mke wangu, una vikoba viwili kwa hali yetu hii? Mume wangu, vikoba ndo vinatusaidia. Mke wangu, sioni faida yoyote. Huu mwaka wa pili mke wangu unacheza vikoba. Sioni faida yoyote. Jamani, mume wangu, hauoni faida wakati nanunua vyombo? Hizo hela. Unataka kuniambia kwamba hela vikoba ndo unaishia kununua sahani 2? Sahani 2 mume wangu, vyombo vyote vile na hotpot. Kwamba mimi sijafanya kazi yoyote, sijakupa pesa wewe ya kununua vyombo, si ndio? Hiyo ni tofauti. Sasa hela yako unafanyia nini mke wangu? Sasa sijui nikuelekezeje. Mke wangu, kwa nini unakuwa kama chuma ulete mke wangu? Kila siku unanidai wewe hela vikoba, kila siku unadai pesa ya vikoba. Kuna nini? Wewe una shida gani mke wangu? Niweke wazi basi. Hizo pesa unafanyia nini? Ndo nanunulia vyombo. Yaani siamini kabisa kama pesa unapeleka kwenye vikoba, wala siamini kama pesa hizi zinaweza zikarudi. Mke wangu, kuna shida gani? Niambie basi mimi mume wako, ili mimi nijue pesa unapeleka wapi. Hamna shida. Mume wangu, mke wangu kama chuma ulete. Aise, inaniuma sana. Hivi na wake wa wenzangu pia wapo hivyo hivyo? Ndiyo, mbona wengi tu tunacheza nao vikoba. Mke wangu, wacha nikwambie tu ukweli.
Inatakiwa ubadilike mke wangu. Mbona unionei mimi huruma? Nina wiki 2 niko nyumbani. Pesa hiyo naitoa wapi ya kukupa wewe uende ukapeleka kwenye vikoba? Sasa wewe ni mwanaume, utafute hela ili mimi nirejeshe kule marejesho. Unanitesa sana mke wangu. Unaniumiza mke wangu. Hebu njoo kwanza mara moja. Mke wangu, unatambua kitu unachokifanya au kitu ambacho unachokuja kukitengeneza kinaweza kikaja kuwa na mwisho mbaya? Kivipi? Tambua ya kuwa kama kuna mtu anakudanganya, I swear na kwa pia kama kuna mtu anakudanganya mke wangu. Kwa unahisi mimi nakusaliti? Sina maana hiyo. Ila mimi nakwambia tu kwamba kama kuna mtu anakudanganya mke wangu, nikija kugundua kuwa kuna mtu anakudanganya mke wangu, tutalaumiana. Mimi mume wangu sikusaliti. Sijazungumzia maana ya kunisaliti. Kwa nini unaongelea usaliti? Mke wangu, tambua ya kuwa tumetoka mbali sana mke wangu. Paka hapa tupofika, tumetoka mbali. Najua. Na unafahamu udhaifu wangu. Na unafahamu fika ubora wangu upo wapi. Mke wangu, naomba mwisho wetu usije ukawa mbaya. Umenielewa? Basi sawa, naomba uniandalie maji ya kuoga ili niweze kwenda kuitafuta hiyo kazi. Sasa? Sawa. Maana naona nikikaa humu ndani nitakuwa mzigo au kero kwako. Sawa? Ni kweli. Okay. Niko ndani mara moja. Sasa, niandalie basi maji chapchap. Mume wangu. Ndio. Za asubuhi. Safi kabisa. Bali. Salamu. Za kuamka? Salamu. Ndio. Ndio unajiandaa? Ninajiandaa kwenda kazini. Sawa. Ila leo Ndio. nimeota ndoto mbaya sana. Ndio. Kuhusu familia ile. Mke wangu wale tuachana nao. Watu walikuwa majambazi, machokola, achana nao. Niachana nao? Achana nao mke wangu. Wakati ndoto nilizoota sio nzuri. Achana nao. Kama nyumba yetu shauza, achana nao mke wangu. Kwa nachelewa. Naomba niwahi kazini na majukumu mengi ya kikazi. Utanichelewesha bure. Unanielewa? Haya sawa. Haya. Uwe na kazi njema. Asante. Lina! Abe mama. Una kichaa saizi? Hapana mama. Yaani saizi wewe mtoto umenipanda kichwani. Mama samahani. Yaani umenipanda kichwani kwa sababu mwanzo ulipokuwa umekuja ni tofauti na saizi. Yaani tabia zako zimebadilika. Kwa nini? Mama nisamee mama. Siwezi kukusamee. Mazingira ya humo ndani unayaoneje? Mama samahani, leo mimi najisikia vibaya mama. Unajisikia vibaya? Ndio samahani. TV uliacha jana mpaka leo hii. Inaongea una maana gani? Mama naomba nisamee, jana nilisahau kuzima. Sihitaji ujinga huo. Alafu vyombo? Mama nisamee mama, mama naenda kuosha mama. Mimi sitaki. Yaani saa hizi kachukua kilicho chako urudi kule ulikokuwa ili ukaumwe vizuri. Tumeelewana? Mama naomba. Mimi ujinga sihitaji huko ndani. Mama naomba nisamee mama, usinifanyie hivyo mama. Mama vyombo mimi nimesema mimi sihitaji. Umenielewa? Mama unanijua au unanifahamu? Mama nisamee, mimi vyombo naviosha mama, naomba nisamee. Sawa, mimi nakusamee. Ili swala mimi sihitaji lijirudie. Na likijirudia utarudi ulikotoka. Sawa? Sawa mama, asante. Haitojirudia tena. Haya, naomba ufanye usafi humu ndani kila kitu. Sawa mama. Mpenzi wangu. Abe mpenzi wangu. Mpenzi wangu, nilichokuitia hapa. Cha msingi mimi nimekuitia hapa, yani mimi sitaki nikutumie. Mimi nataka nikuoe. Sawa? Yani uwe mke wangu. Sawa? Sawa. Sitaki nikutumie na sitaki wengine wakutumie. Sawa? Umenielewa?
Kuhusu hilo, usijali. 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 Afu kingine cha pili, mimi ni mtoto wa kipekee pale nyumbani. Wow. Sasa sikia. Sikia ni. Sidai. Sasa ni kwamba mimi nataka nimuue baba. Babako? Nataka wewe babako kweli? Ili nije nimiliki zile mali. Unajua zile mali? Zile mali ni nyingi. Unaona? Yaani baba ana jumba kubwa, ana mahera mengi, afu mimi ndo mtoto wa kiume pale. Sawa? Sawa. Ndio. Sasa nakwambia nikishaamua. Yaani akishadanja zile mali za kwetu mimi na wewe. Kwa hiyo nataka niambie jumba lote lile litakuwa chini yetu sisi. Jumba letu lile, mali zote ambazo ziko ndani. Nitafurahi. Utafurahi. Nitafurahi sana. Sawa. Sasa tunaweza tukaondoka. Sawa. Huyu nayo pisi kali wake zote kwa keshwali kisa kwa walazo mali. Mtaani ye kibuli washikaji ya wapi hai haogopya takabuli. Nimekaa sana hapa nimekusubiri nikajua lazima utatoka kwa sababu hapa hii ndio mida yako ambayo unatoka. Sasa nikafikiria kwa sababu mimi nina shida na wewe na hii shida ni kwamba nina mazungumzo mimi na wewe ambao binafsi mimi na tuzo kukaa tukaongea vizuri. Sawa? Sawa. Na nisizunguke sana, nisiende mbali sana kwamba ningawa na mabwaja afu mwisho wa siku mambo yakawa mengi. Sasa sikia. Unajua wewe ni mwanamke mrembo sana. Na isitoshe mimi nakufahamu vizuri. Mimi nakupenda wewe. Hivi kaka unajisikia kweli wewe? Najisikia. Na ndio maana wewe unajua kabisa natoka na rafiki yako tena ni rafiki yako tena sijui chawa. Rafiki yako kabisa yule afu nataka unitoke na mimi tena kivipi? Hiyo haijalishi. Ujalishi nini sasa? Hivyo unajua moyo? Sikia nikwambie kitu kimoja. Sawa? Iko hivi. Yule ana pesa. Mimi sina pesa. Sawa? Na ndio maana mimi nikaamua nije hivi. Nikwambie kitu kingine labda ambacho wewe ukijui kati ya maskini na tajiri. Wale matajiri na isitoshe yule jamaa na wanawake hivi wengi. Sasa wewe unajisumbua tu. Wanawake? Kwamba yeye kwa wapo zaidi yangu mimi. Wengi. Sasa sikia. Mimi naomba unipe nafasi. Achana naye yule, ana wanawake wengi, atakuumiza moyo. Mwisho wa siku uanze kukonda na huo mwili uwe kama mimi hapa. Mimi kwa hilo sawa, nimekubali. Ila kwa sharti moja. Sharti? Moja hiyo. Sharti gani hilo ambalo mimi siliwezi hilo sharti? Kama unanipenda kweli, naomba nipe 20,000. 20,000? Kama unaweza kunidumia kama mwenzako. Okay, sawa. Mambo yasiyo mengi. Mimi 20,000 napata. 20,000 kitu gani? 20,000 ni chapu. Haya. Namba yako nayo sina. Sawa. Wewe niandikie namba hapa, alafu mimi ikiwezekana nikunani kabisa hapo. Kuingizie kwenye simu. Haina shida. Nipe siku hii masaa 24. Kama nisipokuingizia kwenye simu, basi tutakutana face to face. Unasikia? Sawa. Ya ulizi huyu nayo pisi kali wake zote kwa keshwali kisa kwa walazo mali. Mtaani ye kibuli washikaji ya wapi hai haogopya takabuli. Tamaa